Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kama wewe unajiona kwamba una dhambi, basi hauna haki ya kumwabudu huyu Mungu tunayemwabudu sisi mahali hapa, kwa sababu Mungu anaabudiwa na watakatifu wake, watu waliokuwa wanyofu wa moyo. Kama ulikuwa na makosa ambayo uliokuwa umeyafanya mwanzo, yale yasiendelee kukuhukumu ndani yako. Haijalishi kwamba uliua, haijalishi kwamba uliiba, haijalishi ulifanya kosa la namna gani, kubwa la aina gani. Baada ya kumwamini Yesu, baada ya kusalimisha maisha yako kwa Yesu, yani dhambi zako zote zimeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wewe sasa hauna dhambi ndani yako, taka haipo, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu hakumbuki tena zile dhambi zako za mwanzo. Haleluya. Hebu soma Wakolosai 2 ile mstari wa 13 mpaka wa 14, alafu mwingine atasoma Waebrania 10 mstari wa 17. Tuanze hiyo Wakolosai. Wakolosai sura ya 2 ule mstari wa 13 na mstari wa 14. Amina. Neno linasema, na ninyi mliokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na kuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaikongomea msalabani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, Yesu, Biblia inasema kwamba kwa kifo cha pale msalabani, yaani maana yake tumesamehewa dhambi bure, bila gharama, bila kulipa senti ili kwamba usamehewe. Biblia inasema kwamba alizifuta zile dhambi, alafu akazigongomelea pale msalabani. Ukiendelea kusoma pale mbele, anasema kwamba alizifanya kuwa mkogo katika huo msalaba, akizishangilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiwe na mashaka, dhambi zako zimeondolewa kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu. Utaendelea kuwa na dhambi kama humwamini huyu Yesu, lakini Yesu hata ile hati ya mashtaka hati ya mashtaka ameifuta, iliyokuwa na uadui kwetu, ambayo shetani alikuwa anaitumia kwa ajili ya makosa yetu ya mwanzo. Maana mwanzo kulikuwa na kumbukumbu la dhambi kwa ajili yetu, lakini sasa baada ya kumwamini Bwana Yesu ile hati nayo akaifuta, haipo. Ndio maana Biblia inasema kwamba mbinguni wanaokwenda ni watakatifu. Mbinguni wote ni watakatifu, hakuna kumbukumbu ya dhambi tena. Wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Soma hiyo Waebrania 10 mstari wa 17. Amina. Waebrania 10 mstari wa 17 anasema, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema dhambi zako na uasi wako ambao ulitenda hapo mwanzo kabla ya kumwamini yeye, amesamehe. Yani hakuna tena kumbukumbu, hawezi tena kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu, wewe unasimama katika kumwabudu Mungu, wewe ambaye umeamua kumwamini Bwana Yesu, Biblia inasema ya kwamba tayari wewe umetoka katika ile hukumu ya kifo, yani umeingia uzimani. Hakuna tena kumbukumbu ya dhambi zako za kwanza. Yale makosa yale ambayo uliyafanya mwanzo kabla ya kumwamini Bwana Yesu, yasikuimbishe leo wakati umemwamini Yesu yakakuhukumu kwamba wewe ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Umefunguliwa kutoka katika vile vifungo ambavyo ulifungwa mwanzo kabla ya kumjua Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa wewe ni mtu mwenye haki. Kwa hiyo mtu awaye yote asikuhukumu wewe kwamba ni mwenye dhambi. Hebu tuisome hiyo Warumi 8 mstari wa 33 na 34 ili tukamalizie. Amina. Nasoma Warumi sura ya 8 mstari wa 33 na 34, na unasema, ndio, ni nani atakaye
washtaki wateule wa Mungu? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Ni nani atakaye simama kuwahukumia adhabu wateule wa Mungu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yao. Na zaidi ya hayo, amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Naye yupo katika mkono wa kuume wa Mungu Baba kule mbinguni. Tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe mwenyewe kwanza usijihukumu nafsi yako kwamba ni mwenye dhambi. Mwenzako Paulo alikataa, akawaambia kwamba hukumuni nyinyi kwamba mimi nina dhambi, ila mimi mwenyewe siwezi nikajihukumu nafsi yangu. Ila kama mnahukumu, hukumuni nyinyi. Na atakaye kuhukumu mtu wa Mungu kwamba una dhambi atahukumiwa yeye kwa kutokuamini kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninaomba usimame kwa miguu yako ukiwa na ujasiri ya kwamba mbele za Mungu wewe ni mwenye haki. Tunakwenda kuingia katika maombi. Usiwe na sababu tena ya kuendelea kujihukumu. Kama kulikuwa na kifungo ambacho kilichokuwa kinakufunga, kwa ajili ya hayo umefunguliwa kwa jina la Yesu.